Kidogo naanza kusema natumai ubuheri wa afya. Ndo mpango. Kwa nimevuka Tanzania kidogo. Sawa. Yay, good morning, good afternoon, good evening, depending on whatever time unatutazama. Karibu sana, karibu sana. My name is Tamara Patience, I'm your host, and yani with immediate effect, I'm going to let my co-host introduce himself. My name is Ufumuna Shuai. Nimefurahi na nimecheka kwa sababu na mengi kwa sababu Tamara ukiona kwenye show usipocheka basi usijui utakuwa ni mtu aina gani. Maybe hauna zile nini unaita manini inasababisha mtu kucheka. Mimi sijui zinaitwa. Tutaniambia kuna namna fulani lazima ucheke bandama, by the way. Yes, bandama lungs, I think so, though I'm not sure. Kuna namna huyu mtu lazima ucheke, by the way. Tuko hapa live kabisa kupitia Kenya News Alert, Channel 7 News TV. Tamara na yake ananishirikisha na mimi nakupasia wewe mtazamaji wa hizo media zetu. Exactly. So karibu sana once again, and if you're new, karibu. If you are a returning subscriber, if you're a returning viewer, karibu tena sana, sindio? So let's just get to exactly what we want to talk about today, sindio? So ukiona pesa zako, like if you have your money, there is discipline and there are rules that uko nazo when it comes to your money, because unajua pesa ni kitu ya maana sana. Unaona na yani money is money see everything, lakini it makes everything possible. Yeah, for sure. Unaona hivyo. Sure. Like you work hard for your money, like unafanya kazi kama unakuja hapa unachapa show yako ya radio, maybe uko na side hustles zingine nini ama in hustle pia tujui. You get your money. Kuna zile rules zenye kila msee anakuanga nazo ikifika kwa do zake. Unaona, wewe uko na rules zako when it comes to if this is my money, these are the rules. If this is your money, these are the rules. So tuanze na one on one. Ni sheria zipi? Wacha nivuge Tanzania kidogo. Okay, what kind of rules do you have when it comes to your money? When it comes to my money, na baadhi ya vitu ambavyo lazima wenyewe kwamba consider, niweke considerations, ndio na of course uwezi ukaja kwangu tu ukaja ki holela. Yani uwezi kuja kwangu hivyo rais tu mimi nikupe fedha, no. It's very difficult kwa sababu niko na mengi ya kufanya, niko na clue huko nyuma inaniangalia. Wenyewe wanakuambia nimeacha raia huko nyuma wananitazama kwa macho, afa unakuja tutiela. No. Ndio maana unikutagi kwenye hizo mbishe siju za kuspendi, siju za kufanyeje. Hata weekend mimi nikitoka naangalia natoka na nani? Tamara wenzetu. Najua hapo kuna mseleleko, yani kuna namna fulani slope inapitiwa hapo, si ndio? Kwa hiyo speaking of my money, of course sio mgumu kusaidia, by the way. Naweza nikamsaidia mtu ambaye anataka msaada kutoka kwangu. Lakini nikiwa na afford kile kitu ambacho nakitaka au kile kiasi cha fedha ninachokitaji. Siwezi kukupa fedha yote ambayo is like una feel like nikupe nitakupa, no. Hiyo haiwezekani. Chukua hiyo mtazamaji. Sasa when it comes to my money na rules ambazo niko nazo, haijalishi ni ndugu, rafiki, sijui mfanyakazi mwenzangu hivi na kuona no, nipatia tu mwacha hapa. Kuona sio eti ndo tufike kwenye zile tarehe zetu ndo unakuja unasema wanamuona ni lazima 20k. Na sio kukupa tu mfukoni, no. Lazima tudondoshe peni hapo. Allah. Lazima toke ink hapo. Kuna wino lazima upite hapo kwamba bana wanataka 20k. Lini itarudi? Itarudi siku fulani. Mimi kuna raia wangu na waamini hapa, it's like they are my truthful people also. Tunakuja wanakuja kujua kama kuwa hapa mashahidi. Unasemaje? Sawa. Uko tayari? Tunadondosha wino, mimi nakupa kiasi cha fedha unaondoka. And you know most people ukiset rule kama hiyo kwa giving out money, most people hata kubali pesa kutoka kwako. You know? Why? Because watu kuna shida. Mimi niko na shida lakini nakuja kuandikisha nayo alafu I have to like sign something. Because normally mimi nakuja kwako nikwambia Muna, by the way niko ina fix si uniloan maybe 10,000 shillings. Hivyo. And then nikupe tu. Wewe nikujia na karatasi mzima. Nataka tukashahidi. Even 2 sentences are enough. I've given you 2 sentences. Nimempa Tamara 10,000. Shahidi yangu Joseph anasign pass. Na wewe pass. Kale kadude mimi nakajua naanzia wapi. Hata familia mona. For real. Familia except my father and mother. Those ones siwezi. Lakini my sisters, my brothers
Tena nipiga gangeta kabisa. Bro ananikuta na do. It's like mbona vipi, anambia fresh. Bana nipe kidogo, anambia mimi hasira. Nipe bana nitakupa. Ukimpa inaenda. Ni hivyo. Wewe unasema when you give money like to your family members, ile chance ya hiyo pesa kurudi inakuanga ngumu sana. Unaona? For sure. Kwanza tukianza nao wazazi wapata mzazi pesa na kukumbusha alikubeba for 9 months kwa tumbo tuanzie hapo number 1. And then mwingine ndakupea kesho, alafu anakuambia ile chakula ulikula ilitoka wapi? Speaking of that, Tamara umenikumbusha. It was 2006 I think. Tuna baba yetu mkubwa. Ni brother wa father yetu. Yule alikuwa kwenye serikali, yani alikuwa ni mtu fulani hivi, akija home it's like anakuja na msafara wa magari, you know, anakuja na escort moja ya kutosha. Sasa kuna mtindo, akishamaliza kuongea na baba, akishamaliza kuongea na mama, it's like nyinyi mnapanga chain. Like kids anaokuta pale wote, yani haijalishi sijui neighbors sijui nani marafiki, no, it's like pangeni mstari, anapanga, anamwitisha jamaa yake pale, akirashuka kibunda and then anaanza kugawa. Akishaona amekuja kwenye muda wa huyu Muna, sasa kama alikuwa anagawa 10k for example, akifika muda huyu Muna mwanangu anaongeza labda 25k. Kwa hiyo watoto wengine wanaweza kupata 10k muda wangu 25k, alafu muda wa sister maybe 25k. Sasa nakumbuka kipindi kile one of my young brother and sister walikuwa wadogo. Mimi kidogo nilikuwa mkubwa lakini sio sana. Ila wale walikuwa wadogo zaidi. Kwa hiyo mama alichokuwa anakifanya anakusanya zile fedha ya kwangu mimi, ya wadogo zangu wale wawili, and then anakuwa nazo. And then inakuja muda tunaongelea hela. Inakuja muda basi mama tugeze fedha zetu vipi? Anakuambia no. Mbona kila siku nawapikia maandazi na chapati, ndio zile nanunulia unga? Sasa mimi kuna muda fulani kama nimesanuka, unajua kidogo mkubwa mama kwa ile hela imeisha kwenye maandazi na unga. Hapana, nitajua tu bei ya unga. Ndio mtoto wewe. Sasa kuna one of the tribe ambayo iko kwa majirani Tanzania hapo. Kwa majirani Tanzania kuna one of the tribe wanaitwa Wachaga. Those people from Moshi, Arusha. Those people, speaking of money, huwezi kuambia kitu. Yaani wanakuruhusu bana, chukua huyu msichana nenda naye, lakini fedha wewe lazima utatoa. Kwa hiyo mama alikuwa ananiambia mbona una uchaga mwingi wewe? Mbona una uchaga mwingi? Ndio hivyo, nilikuwa naipiga mchaga kipindi kwa mdogo, lakini no. Imeishia pale kwenye fedha bana, mimi na mikakati yangu. Like I really want to know opinion yako as a viewer. If you could tell us on the comment section, would you subject someone kuweka signature kila sana kuomba pesa? Like mimi ni best yako, nataka kunipatia nataka kunipatia pesa, lazima tuandikishane chini. You people tell us. Family, friends and all that. Please tell us on the comment section, Ivo. So, maybe on my side, I have a rule when it comes to my money. Ndio. For example, I will never ever spend what I cannot spend. Yani sitawahi tumia pesa yenye siwezi tumia. Point pia. Unaona hivyo. So for example, tumetoka with friends ni tunataka kwenda out, unaona? Naka okay, sijui maybe people will say I'm a miser, like mimi ni mtu unajinyima, like kujinyima hiyo pesa hivyo, but I'm like, if we are going out nataka kujua an estimates how much money are we going to spend. Especially if you're going out with the girls, because unajua if I'm going out na bazoo 90% hata 100% of the time wanasimamia show. Ndio wanasimamia wanasimamia show. Wanasimamia show. Kwa kwao. Hivyo. But sasa kama like I'm going out with the girls, mi nataka nijue, we are going out, how much money are we spending? If it's for example we are going for brunch, maximum 3,000 shillings. Nitoke kwa kichwa yangu najua that's the amount of money naenda kuspend, unaona? Hivyo. Lakini ati unanipeleka mahali unataka ni spend pesa ngapi? More than what I had planned. More than what, forget, not my money, you know. It's just the same way, yeah? Na pia ni kitu niliona like it has been trending on social media. Tumeenda out, mimi wewe, kaka Joseph wako hivyo, and friends too. Tumeenda tumeka mahali, mimi najua Kenya nakula for example ina cost 1,000 shillings, you know. Wewe uamue kwa sababu tumeenda out. Umepandwa na inaitwa jazba, na mori. Ukaamua naenda kukula chakula 5,000. Mori imeshika kichwa. Exactly, naenda kukula chakula 5,000. Then someone else decides, no, naenda kukula maybe chakula ya 1,000, but drinks I'm going to take like drinks worth 10,000 shillings, unaona? Alafu after that, bili inakuja kwa meza. Unasikia, so bili imekuja imefika for example, let's say 30,000. And we are 3 people.
or 4, let's say 5 people. I ate 1,000 shillings, you ate 5,000 shillings. The rest spent whatever money they want. Alafu wananiambia ati we split the bill halfway. Kila mtu. What are you not with my money? Na kuona utakavyojilipia shilingi 1,000 yako. Na nijikata very fast because in my head it's just a rule. I will not spend what I cannot spend. Unaona? I will not spend what I cannot spend or what I do not have. Unaona? Kwa sababu hakuna jambo nikaa hapo hivi nikudanganye ati ndatoka nikuje ni spend 10,000 shillings alafu hata mpaka nimeka ushika unasema kitu mpaka unafikiria mwenyewe ni spend 10,000 shillings anajua vizuri sana I do not even have that money to spend. Unaona? Ama kama iko it's for something else. Unaona? Ama kama I spend that money on you and I cannot spend it on myself. So it's just a rule and hiyo ni rule hata naweza tu kila mtu kunje like I embrace. Unaona? Na watu kama nyinyi kind of the few guys na watu kama hivyo mnawezaga kwenda na kuspend na marafiki the way they want. I was like mnawapangia budgets like hapa tutatumia 5,000 alafu basi. Ina depend na school. Unaona sasa like hiyo pia ni challenge because it depends with vile unasema kuna wale watu wenye unasemanga kama naezaenda out na huyu ama naweza kosa kwenda out na huyu unaona. On my side me I prefer we sit down. Okay, I'm not yet rich. No. Yeah, I understand. But even when I become rich probably I'll be disciplined. But I'm like if we are going out we set a standard if it's a group thing. Unaona? Yeah, this is the amount of money that we are going to spend. Yes. So me, I'm coming there in my head, maybe in my estimate, probably 1,000 shillings more or 1,000 shillings less. Unaona? That's way better. If you say me, we are going for a road trip. Unaona? Or we are going to club. Because for example, if we say we are going to club, and I go with a group of friends, you take mzinga, you tufanye nini, probably just drink 2 zinaitwaje bottle mbili bia mbili hivyo okay sikunywangi bia lakini bia mbili unaona hiyo ni pesa ngapi kama 500 unaona na ndio transport kutoka hapa mpaka hapa Quivers ni pesa ngapi 100 na kurudi 100 hiyo najua less than 1,000 shillings mimi nimeenda nimepiga sherehe niko sawa nimetoka kwa nyumba nimejibonda ugali yangu vizuri nimeshiba unaona tunahitaji watu kama this is something like that tunahitaji watu kama nyinyi but I'll never ever spend what you want to spend unaona kwa sababu itanifanya hivyo ndo unapata sanda kuja kesho na kuja kwako namwambia Mona suniokolee 10,000 shillings alafu unanitolea karatasi of course yani hata kama litakuwa ni kubwa karatasi nitakutoa hata piece fulani ka piece of paper kadogo dogo tu lakini lazima utie wino hapo tia wino wako afu chukua la yako unayotaka afu kuna hiyo scenario umeizungumza hapo it's like una go out na baadhi ya wadau si ndio una go out na baadhi ya wadau and then unakutana na mdau fulani hivi tunataga mfuko wa nyuma yani it's like yeye ndo anasimamia mchongo anasimamia bill kuna kitu umekiongea nimekipenda sana it's like ukitoka na kwa agenda yenu ukitoka na agenda kama watu kama sisi maana it's like unaweza ukajiacha ukajiachia ukaenjoy unavyotaka lakini nyinyi mkitoka na wasichana wenzenu sometimes afu na msichana mwenzako ndo anasimamia unaweza kujizuia it's like unataka kitu fulani sasa tunaweza lazima ujizuie unaona kuna namna fulani how enjoy mchongo lazima ujizuie siko hivyo ndio hiyo but it's called relying on other people's money unaona if I rely on your money you are the one who sets the rules unaona ndio kama if I'm taking you guys out and I'm the one who's spending on you mimi ndakwambia level nakwambia everyone make sure bill yako ijapita 2,000 for example you know and if it goes above like 2,000 I'm paying 2,000 the rest ni wewe utajilipia but mimi nimesema si kwa kila mtu not every man you go out with is going to like pay your bills unaona hiyo nimesema specific kwa what normally happens unaona because with them you're like free unaweza spend to a certain amount so kama you have any other expectation ama niruke kwa yangu ya pili expectations nazo nyingi lakini speaking of money kwanza nimekuambia hiyo mfano kwangu mimi pesa iko na discipline hiyo sawa lakini mimi nataka nizungumzie pia pesa ya emergency sawa yani kwenye discipline ya kuspend pesa yangu au unavyoizungumzia fedha yangu mimi ukija kwangu mimi unakutana na namna gani ya matumizi yangu ya fedha napenda kuiweka katika categories yani kwamba hii ni hela yangu kuserve sawa na hii ya kuserve naitengenezeaga muda kabisa yani it's like hii itakaa mwaka siigusi alafu kuna fedha pia kuna doo mimi naweka kwa ajili tu ya emergency yani hiyo ipo
Kwa hiyo pia inaweza ikawa ni funzo kwako, unaweza kuchukua kitu hapa. Jaribu kufanya hivyo. Weka save fedha, haijalishi unafanya kazi gani. Labda uwe mtu wa taifa. Mtu wa taifa ninavyomaanisha na maanisha wewe ndio una mamlaka, sawa Kwamba bwana gavana wewe weka shilingi milioni ngapi hapa anaweka. Bwana hivyo. Wewe sawa, sijui jinsi. Lakini mwenzangu na mimi, yani it's like wewe ambaye unaishi kwenye yale maisha ya dola fulani vikushuka hivi. Angalia una save vipi fedha zako, angalia unaweka hela emergency, angalia una spend vipi. Kuna kitu kakizungumza Tamara which is very beautiful, it's like usije ukatumia fedha juu ya zile kwa mfano bana unakutana na mtu bana na leather coat bana hii bana kuna kujifagilia sije leather coat bana 20k alafu mfukoni mwako una 22k, unaangalia mazingira fani ya tu hii kikaa, achana nao mchongo. Wewe angalia kile kitu ambacho utaweza ku afford na mambo yakawa katika mstari. Kwa hiyo mpangilio wangu wa fedha pia unaendana na zile plans ambazo naziweka. Hii itakuwa ni kwa ajili ya kusave, hii itakuwa ile emergency. Kwa hiyo emergency itakapojitokeza, kama itatosha ile fedha basi itafit, lakini kama haijatosha maana yake no, yani siwezi kuchukua ile yangu ya kusave. Yani hiyo ni kogo hivyo iko yani ile na hela nayo save. Kuna siku mtu kaumwa kabisa, nikamwangalia kaambia mtulia bwana. Ambemuna vipi, nikamwambia kama unatangulia mbele za haki tangulia. Tutakutana kwa baba. Mona really? Sure. No, but I understand because I've always had a problem na savings zangu mwenyewe kwa sababu unaona una save alafu mtu akuja na shida yule kuna mhurumia unampa mwachipu na patia save tena yani exactly of which what Muna says is really important kwa sababu ikifika kwa story za ku save do like how you manage your money, managing your money is really important, unaona kwa sababu acha nikuambie hiyo ni kitu me have learned this year by the way, how to start doing that, how to save money, unaona kwa sababu saa zingine unapata kuna pesa mingi leo venye tu umesema you have 22k alafu unaamua wacha ninunue leather jacket ya 20k nifurahishe roho, ubaki na 2k alafu kesho kukue na need ya hiyo 20k you find something better, something maybe more productive yenye ungefanya nayo you know, it makes matters like worse. So learn ku save hivyo, si ati kila doko nayo ni ya kuserereka, unaona for sure. Hivyo. So another rule I have with money, now this one I've come to learn this year, ni I do not and I will not give you money if I have already given you money na hujarudisha. You know. Hivyo umesema sasa unaona mnaandikishana. Sasa mimi huwa siandikishani. Unaona? Lakini I have kuna wale marafiki, you know, sometimes it's just adabu, discipline, you know, because I don't understand how. So for example, leo umekuja na shida, unaniambia Tamara, niko kwa fix nini tusaidie kitu kidogo. Mimi nikwambia ni sawa. Hata kama ni 500 nakupatia, acha nikwambie. Ndio uniambie nakurudishia kesho, like I'm going to return the money tomorrow, you know. Ikifika kesho, I will not ask you for the money because at the end of the day you know you owe me money. You know uli promise utanirudishia kesho. Unaona? Because number one thing, do not promise someone you're going to return the money tomorrow if you know you're not going to return it tomorrow. Sure. Unaona? Just as simple. Alafu ikifika kesho you don't pay me. 1 week imeisha, you have not given me money. 1 month you've not given me money. The second month shida inakujia tena. Afu zinakwambia kamtafute go to Tamara and ask for money. Sure. Give you. I will not give you that money. You know, and it's like a universal rule because first of all that is disrespect. Unaona? Second of all, mbona nikupatie pesa mara ya pili na ya kwanza hujarudisha? Hata wewe mwenyewe unatoa pio, tunaita audacity ya kunidisha do tena. You know, it's just like a rule. Return it and then you can ask. Kwa sababu unajua pia saa zingine nasemanga it's like a way of getting rid of someone. Unaona? Kwa sababu at the end of the day, imagine ulikuwa kwa maisha yangu lakini kenye imefanya tuachane ni 500. Unaona? Which is something good. So kama I don't know if you have people like that in your life, ama wewe rule yako tu bado imestick lazima tuandikishane. No. Ukiandikishana na mtu na akose kurudisha. Mimi tukiandikishana na mtu na akose kurudisha, hatua za kisheria zinafuata mkondo. Hatua hizi za kisheria zinazofuata mkondo ni pamoja na kumpeleka katika ofisi za kiserikali. Wenye mamlaka husika watahusika. Bwana niko na mashahidi mimi. Niko na mashahidi zangu kadhaa ambao nilifanya nao ile deal.
na yeye alikuwepo huyu, kwa hiyo watakuja hapa watathibitisha. Serikali inaona au ofisi husika ikiona kama mimi nachukua hatua mkononi. Yaani either nikutafute kwenye engo yako moja umekaa umetulia hivi afu nikutia hasara. Yaani nitajua tu huyu bwana anamchukulia vipi kitu chake wewe. Papa naambia bwana sikia, huu mchongo si unaweza ukafix pale. Basi tumalizane hivyo. Kama hutaki rudisha mchongo wako utapata. Yaani iko hivyo. Sikuachi hivi kwa sababu utafutaji wangu wa fedha of course sio mwepesi sana. Tunakuja hapa tunapiga bra lakini out of this tunaanza deals ambazo deals zenyewe pia ni sio deals ngumu bwana. Kwa hiyo ni hivyo. Lakini hakuna kazi. Unajua ukihustle na hustle, hakuna hustle rahisi huko. Hustler muogope hustler. Unaona mheshimiwa hustler yule. Au mheshimiwa rais hapo tukazia ngumu hustler yule. Alafu unakuja unakuwa usifanye masiara. Kwa hiyo fedha bana, kama anavyozungumza Tamara, ziko na rules zake. Yaani kwa kila mtu ana rules zake. Wewe tuambie pia kupitia kurasa wa Facebook wa Channel 7 News TV, kupitia Kenya News Alert, unaweza comment hapo unatuambia rules zako ni zipi katika uwekaji wa fedha, katika kuserve fedha, si ndio Exactly. Lakini pia ukiwa na strategies za fedha, manake itakuwa ni rahisi sana kuitengenezea fedha discipline. Kwamba bana strategy yangu mimi ni kwamba mwezi huu nitafanya hivi na hivi ili nipate fedha, lakini mwezi huu nitaserve hivi na hivi. Kwa maana itakuwa ni discipline kwenye kutumia. Kuna watu wanapata fedha pap alafu inaisha pap. Yaani kama umeme unavyokata na kurudi ile pap. Kuna watu wako namna hiyo. Utakuta leo mwisho wa mwezi umefika, imebaki siku 5 tu hapo kuanza mwezi mwingine tayari mchongo umekata. Yuko mzee mmoja nikupe kisa kimoja. Nisamee. Yule mzee bwana alistaff, yani aliretire kazi yake. Alivyoretire yule mzee akachukua, alikuwa hana plans. Shanelea alipopata fedha yake, alipopata ile doa yake, alichokifanya yeye ni kwenda town. Ameenda town akachukua hoteli kwanza. Kisha analala kwenye hoteli moja classic. Akatafuta yadi moja nzuri, akasema nataka gari hapa. Gari gani? Akasema mimi nataka Hiace. These small cars. Yes. Hiace. Basi alipopata ile Hiace akaipimp vile anavyotaka, akasema nitarudi nayo ushago. He was a teacher by the way. Akasema nitarudi nayo ushago, lakini wacha ni spend at least a week hapa. Nimepata sana shida kule vitu kama hivyo. Ile Hiace ndio kitu pekee ambacho alirudi nacho kule. Pesa zile zilitumika pale within a week. Kuna watu walikuwa wanabadilishana njia, unajua anatoka huyu anaingia. Anatoka huyu anaingia huyu. Timetable. Fupi mrefu. Kuna namna fulani hivi. Bigi mwembamba. Yaani kuna namna fulani mzee alikuwa anafanya machaguo. Yaani alikuwa anachagua afu anamwaga. Unasemaje? Mimi nimekuja. Kana namwaga. Hello. Hi. Namna fulani wazee fulani wanajua kuspend lakini kupata. Kwa hiyo mazingatio kwenye fedha ni mchongo by the way. Yeah, exactly. It's all about like the discipline bit. So take note na venye mbona amesema, just feel free to tell us in the comment section the kind of rules uko nazo when it comes to like your money. Na kama mtu break the rule, wewe unafanya nini? Like what are the consequences? Sure. Yeah. And speaking of money na kuset standards, hasa nataka tuvuke kidogo. Muna ananifanya hapa nikazane kuongea Kiswahili, msijali. By the time tunasonga mbele ndakuwa nimekuwa Mswahili hodari. Si ndio? Kwa taarifa tu ambayo kama hauna mtazamaji wa Kenya News Alert na Channel 7 News TV, huyu dada najaribu kumtrain kwa sababu nimepata haya maagizo kutoka kwa wazazi pia, kwa sababu hawakufanya mistake kumpeleka Cambridge. Lakini mistake inakuja kwa nini azungumzi lugha ya East Africa? Mbona kwa akasema bana Mungu twaomba utulinde. Napiga hapa sasa. Na atajua tu Kiswahili. Na Mungu atatulinda bwana. Kabisa. Shukran. We'll go there. Anyway, speaking of standards na kuset unrealistic na kuset standards huku nje. We are moving to something else, something intense, something relationship wise, unaona, because all of us you've been in a relationship once. Maybe na marafiki, but sasa hapa tuongelee marafiki, tuongelee wale marafiki, friends, like lovers, partners. And huku nje kila mtu anakonga na zile expectations ako nazo, you know, when it comes to like relationships, when it comes to partners, when it comes to your +1 wako, unaona. Lakini kuna saa zingine people set standards, we set standards, you set standards, muna set standards, hata mwenyewe ukiangalia wanasema uko serious. Like ni vitu haziwezi, unaona. For real. Yeah, so basically what we want to know is what are some of the unrealistic standards that you guys set in relationships? Sure.
Ama nye ushaisetiwa kwa relationship yenye hata mwenyewe ukiangalia unaambia ni heri uende tu kwa sababu siwezani. Unazipi? Zipo by the way. Unrealistic standards zipo. Unajua, unafahamu Tamara, kuna wakati unaweza ukawa na mpenzi mpenzi ambaye it's like you just roaming around. Mpo yani it's like lakini ni mpenzi by the way, ndio. Na inakuja pop by emergency, tuseme emergency, lakini pop kitumbo. Pop mtoto. Mtoto ametokea. Alafu sasa kuna pressure ambayo inaendelea sasa hizi. Kuna baadhi ya wadada is like wana force. Nataka ndoa. Alafu kitu ambacho ulikuwa hujajiset before, au sio? Sasa kuna namna ambayo unaona maadili yake, mambo yake yanavyoenda, alafu ndoa ujue ni baraka ujue. Yaani ndoa ni Mungu sometimes anawisha na anapanga. Kuna watu wengi sana wapo kwenye mahusiano miaka kenda miaka rudi hamna ndoa. Sasa huyu anavyozidi kuforce, wewe unaona mbona kitu hicho kiwezekani, lakini yeye anakuwa ana force. Kuna baadhi ya watu semi sana hapo, lakini kuna baadhi ya watu wanakuwa na hizo tabia za kuona kabisa hapa nataka ni force kitu fulani kiwezekane, which is impossible sometimes. Okay, yes, impossible sometimes. Ni vizuri umesema sometimes. Kwa sababu nilikuwa nikuingilia hapo kwa sababu unaona kama saizi hii nitashare kama like an example of kitu ile happen. So me I've met someone groovy ile normal to conversation tuna have conversation na yeye. Then akaniuliza swali, hiyo swali by the way mpaka leo kwa kichwa changu akaniuliza swali sasa wewe ni wale watu wenye siku hizi ukipata hivyo like ukishika mimba ama ukipata ball lazima ni kuoe. Unaona? Kwa sababu apparently it is like a set rule nowadays. If you get someone pregnant, you have to marry them whether unawapenda ama uwapendi. But you see the point? I get the point, but in some way I support that. Especially I understand. In some way I support that because we have a lot of irresponsible parents out here. Unaona? Na ndio msema kwa accountable unaamua, what are we going to do? Umenitia mimba? Na mimi nakutia pete. Cha lazima. You see, though sometimes it's unrealistic expecting unaona kama venye umesema for example like we've gone out we can dispute like one night stands happen. You know, we've gone out umeenda ukaspot some fine babe there nini mkachapa one two mkama me I'm taking you home tonight whatever. Kesho kenye ka happen mtu anakuambia I'm pregnant and you have to marry me. You know, like pia I feel in some way like kama madame o wanawake hivyo tunakuwa tumejisetia hiyo nini kwa kichwa. It's very wrong. Unaona? Like just because it happens inamaanisha lazima ni kama sikupendi, kama sioni future na wewe. You know? Unaanzia hapo. Exactly. It's not a must. Yeah, it's not a must. Yeah, sure. So hapo now I get you, but pia saa zingine na ilikuwaje yule alivyokuuliza lazima nikuuli mnyuji? Nilimwambia hapana. That was then. Saizi na why? So ningesema kipindi kile ilikuwa hapana kwa nini? I wasn't mature enough mentally. Like siku sasa nisemaje, like unajua whoever you were yesterday is different from who you are today. Yeah, for sure, sure. But why nasema saizi the answer would be different. It's because then we didn't have like hatuko tumejuana. Unaona? But now umejuana naye. I mean I see him as a possible future husband. Una get hivyo. So but possible, yeah, you know. Yeah, so I'm like but si ati ile kitu yenye pia ndakuforce ati yako sababu iko lazima. Unaona lazima like uweke pete no. Kwa sababu first of all it's unfair to you, it's unfair to me. Hakuna haja nikuforce kwa mahali penye utaki kuwa. Unaona? Sure. We have to set like realistic things. As long as you are present and responsible kwa mtoto, that's okay. Yeah. Unaona? Sababu ni ndoa mingi watu wanaingia kwa ndoa 1 month. Washaachana. Kitu kimeenda. Hivyo. Inakuramba. Hivyo tu pole pole. Ndio utengeneze strategy zako mapema bana. Ndio hiyo. Bana mimi nitakuwa hivi afu ziendane, kushabihiana. Yani it's like na kwenye hivi vitu pia tunapeana ushauri tu hapa. Usipanic au sio Kwenye hivi vitu pia kuna kuwa na kubalance. Exactly. Ukiona kwamba hichi kitu hakiwezekani, jaribu kubalance.
afu mwenzako naye anakuwa chini. Lakini wewe ukiwa hapa muda wote, mwenzako unataka awe hapa juu, hapa chini, lazima kikurambe. Ndio hiyo. Lazima kikurambe. Anyway, itakuwa ngori. Exactly. So another unrealistic expectations zenye for example people have in relationships ni that your partner lazima akuwe anachukua side yako. Unaona? Like wewe ukisema wacha nipeane example mbaya, useme shetani ni mzuri. Bibi yako hapo inasema oh yeah, shetani ni mzuri. Ukisema unaenda like you're going this way, your girl is always like oh yeah. Unajua unakuwa naye alafu wewe unakuwa labda shabiki wa Manchester na yeye kumbe alikuwaga Arsenal lakini anataka kuvaa majezi ya Manchester. Exactly. Yani kuna namna unatamani tu uwe naye hapo. Ndio hiyo. Alafu maybe kwa kichwa chako una assume just because I'm a Manchester fan, so mimi ni mtu wa Manchester, unaona? Like na expect mtu wangu lazima akue Manchester. Kama ulikuwa Arsenal, when we come as one you have to shift to Arsenal, unaona? The same way ile ni kama if tuseme for example niko na an opinion on something. Unaona? Kama sisi vile tunazungumza hapa hivi kila mtu ako na different opinion on something, unaona? Sure. But if I say this is bad, afu partner wangu waseme no this is good, inakuwa a problem. Yeah. Like mimi nataka always it's being toxic, unaona? Like nataka always if I say this is the way to go, my partner is also like that is the way to go. You know? Ona pia hapo hivi ni kama kuwa na wajinga wawili. Yeah. Wanapendana. Yeah. Wacha kuna mahali wanaweza fikishana. Sure, hakuna mahali patafikishana. Yeah, it's like having two stupid people in one relationship, you know. Because hakuna mtu wa kuchallenge the other like yeah, so atukatai useme ati unajua ile it's like kukosoa mtu like your opinion is not bad but there is this direction also, unaona? Like unaweza take a direction. So I also feel like it's an unrealistic expectation, unaona? Ni kama ile vile unasema nikikosana we are friends, yes, ndio? Yes. Then we have a third friend and nile mimi na huyu tukikosana lazima wewe na yeye mkosane, you know, because you're my partner. I'm like that is utter BS. Yani upuzi. According to me it's a really unrealistic. A lot of people have it, especially for the ladies. Like unajua tunajitambua, like we always have that thing of you are supposed to take my side no matter what. Yeah, that's true. But sometimes it shouldn't be the case. Ushe experience nini kama hiyo? Ishatokea na another one, but nikija kwanza hapo kwako kabla sijataja ile. Hiyo ya kwako ipo na it's like unakutana na msichana ambaye unamwacha nyumbani. Wewe unaenda labda kazini. And then unarudi kutoka kazi, unakuja nyumbani kashagombana na jirani. Kagombana na neighbor. Sasa wewe ukimsalimia yule neighbor, it's like hey, habari za sasa hivi. Neighbor atakujibu by this kwa sababu hajagombana na wewe. Exactly. Ukiingia ndani unakutana na mtu kashaka gume face. Like hey, wewe nini? Unamsalimiaje yule mimi nimegombana naye? Mimi nilijua. Na hata kama nimejua sasa umegombana na wewe, mimi nilisalimiana naye vipi? Exactly. Kuna usiku, si ndio? Kuna hii nyingine tukija kwenye hiyo nanili. Kuna hii nyingine mtu anakuwa anakukataza marafiki zako. Yani you know, mimi nimetoka na marafiki zangu from the childhood, unajua niko na marafiki zangu fulani ambao tuna grow pamoja mpaka hivyo. Yeah. Lakini yeye amekuja tu mtu wa 3 months, bahati nzuri tu tumeenda kwenye mipango mizuri, tumekuwa ndani pamoja, and then unaanza kunikataza mimi marafiki zangu wa 20 years huko tumetoka wote huko. Matatizo nini? But again Muna, acha nikuingilia hapo kidogo. Unajua naweza kuwa niko in your life for 3 months but ni spot wale I call them useless friends in your life. Sure, you know, very true. For that naweza kukataza ngombe Muna, I don't want to see you with hapo napenduka na kwa mama. Sitaki kukuona na Kevin kwa sababu Kevin anakupoteza. Na nikae chini nikwambie vizuri, ona, for example when you go out with Kevin, how much money do you spend? Yeah, for example. Yeah, you know, I spend probably 50,000 a night. Do you drink? No. What do you drink? Probably soda. Ama juice ama nini ama nini. Then why are you going out with these people who always what you're talking is very good. Exactly. When what you're talking is that standard which I'm talking about. And safi, kama utakuwa hivyo kwenye ndoa yako mtadumu. Lakini sasa ninachokiongelea mimi hapa, unayemuongelea mimi hapa ni nani? Ninayemuongelea mimi hapa ni mwanamke ambaye hajafanya research. Rafiki gani mzuri, rafiki gani mbaya? Hajafanya research kunijua mimi marafiki gani nimetoka nao from the scratch huko mpaka niko nao sasa. Hajafanya research pia kunijua mimi ni mtu wa aina gani. You know, hapa unaongea na Muna sasa. Muna sio mpuuzi.
wa kwenda kulewa huko, unajua sio mtu wa kuspend ovyo. Sasa manake nikiwa na rafiki ambaye ana spend hivyo ovyo na wa kunipoteza, manake of course lazima nitakuwa na mimi ni mpuuzi. Sasa ongeni na Muna huyu ambaye yuko smart, sawa? Sasa Muna ambaye yuko smart hawezi kuwa na marafiki wa kipumbavu. Sasa marafiki hao wa kipumbavu, inatakiwa wewe msichana wangu au mwanamke wangu inatakiwa ufanye research. Unajua kumbe kuna Fateh hapa Uifatee huyu na Muna ametoka wapi? Kuna Abasi hapa, kuna Abu hapa, unajua kuna baadhi ya friends, kuna Frank hapa. Hawa ni marafiki ambao of course mimi ukinitajia nasema hata kama huyu Fateh nimemjua 2000 something hapo, lakini ni watu ambao tumestruggle pamoja, tumehangaika pamoja. Huyu Frank nimetoka naye udogoni, lakini you know, sasa wewe natakiwa uje bana, mimi Frank ninavyomuona ni rafiki yako ambaye mmetoka pamoja, lakini ana tabia labda hii, kwa hiyo mimi naona hizi mrekebishe. Sio niambie ni muache rafiki yangu wewe. Sometimes rekebishe. Okay, kuna that side there, kuna the male friends basa kuna this other side ya female friends. Unaona? Ndio kuna matatizo. A female friend, let me tell you. I will tell you to najua it's an unrealistic expectation. Unaget hivyo because I understand if I can tell you, oh, don't pick your friends, unaona? Yes. But kama mwanamke najua ule mwanamke mwenye ako interested in you. That female friend of yours who's interested in you, namjua. Unaona? Kwa sababu hata mimi niko interested in you, so najua how I behave. Unaona? So the thing is, kuna mwenye nakwambia achana na Kylie for example. Huyo Kylie simuoni vizuri. You know, I can do that because and I want you to stop hanging out with them because I know. Even unaanzanga huko tunaitanga bestie. Kylie is my bestie. Bestie na mnavuana gizani. Wewe unaongea bestie kama bestie alafu ana no you know that I think that's kuna ile setting the standard ya don't that some friends that you shouldn't hang out with. But I feel like ikifika because okay, at the end of the day we mwenyewe, if you respect your relationship, you'll also limit the kind of interactions that you have. Unaona? Because if you're with someone who could easily like jeopardize your relationship, like kuharibie, that's another thing, you know. But kama mtu uko hapo hivi na uko holati, tunajua ni mimi na wewe tunasonga tukisonganga, uta avoid like watu kama hao, unaona? But pia unrealistic expectation ya ku-expect wachana na, unaona, so for example like in my life it's an unrealistic expectation in regards to Kenya unazungumzia. Kama I have a lot of male friends. Yes, like of which one samanga ni red flag. Like tuseme 80% ya marafiki zangu ni male friends. And they're strictly friends. Maybe kuna wenye wako interested in me, I don't know. Unaona? Kama bestie. No, I don't do bestie. Safi. Unaona? So ni mabeshte wangu, unaona? Labda unaweza kuwa interested in me, but me I'm not interested in you. No, it's just pure friendship. But now as a man, when you come into my life, you will have that expectation of now you have to cut off all your male friends. Unaona? So that we can be together. Unaona? To me that's very unrealistic. Unaona? Kwa sababu sana nitabaki na kina nani kama marafiki. Nitabaki na hadi kwa sababu umekuja sasa nianze kazi ya kilimo. Inatakiwa uitoe. Kwa sababu wanakuambia baadhi ya wataalamu wa mambo wanakuambia hakuna urafiki imara kati ya mwanamke na mwanaume. I will dispute them. Naona nasema mimi nakutafutia unajua mimi nakutafutia na unajua utoki ujue. Naona nasema discipline. Unaona? Kwa sababu ndio Tamara discipline anajua, lakini nimekuandalia trip ya Dubai wewe. Nimekuandalia trip ya Dubai. Kama rafiki yangu. Kama rafiki ndio. Kwa kule emergency hotel vyumba vimeisha chumba kimoja, unalala wewe. Allah. Tukaswim sio kafanyaje? Unapotea wewe Tamara. I want to know your opinion guys. Unaona kama is it realistic or unrealistic kuambia your partner awachane na friends of the opposite gender? Akiwa ni mwanaume basi aachane na marafiki zake na akiwa ni mwanamke basi aachane na marafiki zake wa kiume. Pale tu ambapo nyie mnakuwa ndo wapenzi sasa na mnaamua kuingia kwenye yale maisha ya upenzi. Unaamua kufanya hivyo kumtengenezea mazingira ya mpenzi wako. Inakaaje? Hebu utokee comment hapo tutajua tunaanzia hapo. Please tell us. Now another unrealistic expectation. Hii sasa hata mimi najirusha tu, like I'm throwing myself under the bus because it's also something I have. Yes. Always expecting my partner to read my mind. Na najua wanawake wengi unaona venye wanaume mnakangacha nasema hatuelewi wanawake. Like I can't understand you. You know.
I want you to read my mind. Unaona? Like nikikaa hivi chini nimenyamaza nataka ujue nimekasirika kwa sababu nataka kitu fulani. Ndio. Bila mimi kukuambia. Unaona? It's impossible kwa sababu hakuna mind readers. Unaona? Huwezi kuwa mind reader. Nisipokuambia Muno umenikasirisha. You won't know, ninyamaze tu. Unaona? You won't know. Lakini nikikuambia utajua. Lakini kwa si wanawake sana sana mimi ndaka nimenyamaza sikuongeleshi, wewe jua. Kama ujui hiyo ni shida yako. Unaona? Yaani nini kama hiyo umekaa na mdem hakuongeleshi siku 2 siku 3, wewe ujue umekaa unajiuliza sasa nimefanya nini? Nimefanya nini? Si ndio And I think sijui kama is it like a challenge yenyewe mnapitia huko nje, especially kama kwako like ukiongea na wasichana mtu akasirikia hata kama ni kwa DM like on social media when you're talking to them amekukasirikia, hujui amekasirika kwa sababu gani? Hujui anataka nini? Na how do you handle such a situation for you? In my side nimekutana hizo scenario, nimekutana hizo situation for real. Unaweza kaa tu katika kwa mfano, unaweza kutoa mfano mmoja. It was yesterday but one. Kuna chumba mmoja nikawa nimwambia niko busy. Sawa mchumba mmoja ndio huyo by the way, mchumba mwenyewe ndio huyo tu. Nasema mmoja kwa sababu okay ni huyo mchumba nikamwambia niko busy. Akaniambia uko busy unafanya nini? Nikamwambia it's like kuna kazi hapa ya kutengeneza script na imalizia. Akaniambia kazi ya kutengeneza script tena sawa. Mbona umetoka kwenye kazi tena kama hiyo? Nikamwambia it's like imekuja nyingine lazima nifanye. You know? Akasema sawa. And then kitu ambacho kitokea akaniambia okay ukimaliza hivyo basi sawa ni check. Nikamwambia sawa. Sasa unajua sisi wanaume ambao tunaishi mbali hususan na wapenzi wetu, kazi zote ambazo zina tuzunguka yani like lazima tuzifanye, you know. Oh yeah. Kwa hiyo nilipomaliza pale nikaona this is a good chance kupika. Nikapika. Nilipomaliza kupika listen, nilipomaliza kupika akaniambia vipi hujamaliza script? Nikamwambia no, sijamaliza, nimemaliza ile script lakini sikukwambia niko napika. It's like even in a video call. Nikamwambia napika. Asa okay sawa. Nimemaliza kupika, sijala, nimeweka ile chakula kwenye pot and then nikakitenga tu kusema nitakula. Sijala. It's like kitu ambacho kilifuata nikaenda kufua nguo. It was night. Nikawa nafua nguo. Akaniambia hujamaliza? Nikamwambia you see nafua. Akasema mimi nimechoka. You see sile nimechoka yake pale pale akanitilia nimechoka good night. Mimi niko na ice like nikamwambia good night too baby. Basi tumeamka asubuhi mnuno yani unajua mnuno mtu uko good morning kimya kwa kimewaka. Nikamwambia vipi ulichoka sika nacho nini? Akaniambia bana uko busy sana. Nikamwambia so it's like nikiwa siko busy unaniambia siko busy sishughuliki. Nimekuwa busy unaniambia nakuwa busy. Sometimes ina happen tu mtu anakuwa busy vitu vinaongozana. Lakini mimi nikiwa siko na nimekuonyesha pia mifano sasa nafanya hiki na kuonyesha. Sasa nini ambacho sikuelewa lakini kaja nikagundua kwamba wanawake walitoka hapa kwenye ubavu wetu. Kwa hiyo it's like sisi ndio tuna read baadhi ya vitu lakini pia tuangalie mindset zao kwamba huyu mwanamke kuna kitu apendi, kuna kitu anapenda. Huyu mwanamke kuna namna fulani atakaga mbize basi umtengenezea ratiba. Kuna muda unampotezea kabisa risali zima, ni saa moja, 1 hour. Mnaongea tu. Na ukimwambia hey tell me anything hakuna nakupenda. Sometimes inakuaje lakini sema ukisema sasa ukidharau ile, ukipuuza ukisema huyu nini mbona hakuna hana akili? Kumbe ni ana akili lakini yeye anapenda yokea. Yeah. So sometimes kuna watu wanakuwa wanapotea kabisa, wana data mazima. Ukiwa unamchukulia poa kuna namna kuna mtu kuna ngori inaweza ikatokea hapo, kuna jamaa anatokea anamtilia ule umakini sasa wa kumpa muda wa kuzungumza naye. Ndio unaona mdogo mambo yanaharibika, end of the day inakuwa imeenda. Kimekuramba. Yeah. But because naangalia kunje sometimes when umesema ni ukweli we came from you, you know. So sometimes kuna ile an expectation yenye you have to at least try to soma your partner, to read your partner from the verbal to other gestures to facial expressions nini. Ndio au anataka hivi, huyu apendi hivi. Lakini saa zingine even as ladies or even as men it's good to like speak out. Like kwambia mtu anapenda hivi ama sipendi hivi. Unaona? Kama unaona angemwambia ukiniambia unanipigia simu usilumaza script, nipigie sasa lumaza script. Kama unajua utanipigia ukimaza script niambie unataka umaza script ufue ufanye nini? Unaona at least if I have that in my mind. Kitu pia nimejifunza pia. Unajua kuna vitu vingine najifunza hapa kwa kutamana hapa na kuna vitu vingine unajifunza baada ya tukio pap. Ndio hiyo. Unaona? Like for example, we are going out with you, you're my partner. If you do not hold my hand, mimi nitakasirika.
Unaona? Na sitakwambia ati baby hold my hand. Unajua tu mpenzi wangu anapenda tukitembea. Exactly. Kama tia raia wajue yani. Hivyo kwa sababu ikifika kwa nyumba nimekasirika na nini you did not hold my hand. How was I supposed to know you wanted I mean, unajua like ina depend also with what people want, unaona? Like kama PDA and stuff like that, your public display of affection, if you know what I mean. Like utaka, tukienda, nimekuwekelea mguu, nimekufanya nini, but usipofanya kitu kama hiyo inamshushia vitu fulani, anaona kama huyu mbona kama wa wengi huyu. Mbona macho kule machokodo. Ndio hivyo. Like you expect someone to read your mind, of which very unrealistic. I had that girl. So mtindo huo, lakini anaendana hizo tabia. It's like ukiwa kwenye daladala, it's like matatu. Akikupigia simu, kwanza pokea. Alafu lazima ushike simu. Babe, text me kwenye daladala. Unajua sometimes mkaongea, it's like always kuongea, hello babe. Speak out. Sasa niongee nini? Okay babe, sasa nipo kwenye gari. It's like ongea tu kwenye gari, kwani kuna shida gani? Okay, unataka kuniambia nini? Babe, unajua I love you. Na ujibu I love you too. Then why not? Afu kuna hiki kingine nataka nikupe. Tumetoka huko. Nataka hapa kwa realistic hapo nataka nikupe nyingine. Nipe. Sijui unanisaidiaje? Sijui unaiwekaje? It's like unajua kuna mahusiano ambayo ni mahusiano ambayo it's like mpo pamoja. Lakini upamoja wenu nyinyi tafsiri yake ni kwamba mpo pamoja kwa muda tu. Yani it's like mmejuana tu, it's like few weeks or maybe few months. Lakini inakuja anakukuta wewe katika strategies zako tofauti ambazo ujipangia, vitu vyako tofauti umejipangia. Kwa mfano, mimi ni mtu wa makanzu, like mango fulani makubwa, napenda hivyo. Lakini yule alivyokuja kwenye mahusiano yangu, it's like akaanza akienda kazini kwake, akirudi anarudi na kipensi, short. Short, anakuja na short, it's like vaa short jeans, short moja kali lakini nzuri, lakini sasa mimi niko hivyo, ni mtu wa makanzu, mtu wa manguo makubwa. Sasa anakuja na vishoti, it's like anaambia vaa hivi vishoti uta look good nini, utakuwa na mimi kawa inanishinda ile. Mbona nikwambie Muna? Mimi inanishinda ile. Naelewa. Nini hapo inakiwa kufanya? Naelewa. Okay. Tunaiwekaje realistic au tunaiweka vipi? Inaweza kuwa realistic na pia saa zingine unrealistic depending on. Unajua kuna ule mwenye anataka kama for example like wewe drip yako ni kali, si ndio? Anataka enhance, unaona? Alafu kuna ule mwenye anataka kukubadilisha completely. Ule wa kukubadilisha completely, now that is like an unrealistic thing, unaona? Kwa sababu kuna ule, because there sometimes like I totally get him, because sometimes I also want to sometimes I see maybe something and I'm like, oh, this would look nice, like my man would look so nice in this, unaona? Like, oh, my man would look so nice in this shirt, unaona? Sure. But unapata huyo man mwenyewe hapendi vitu kama hizo, unaona? So in my head nimwambia okay, kuna two ways in which naweza fanya. Nimwambia unaweza ka fit na like you'd look good in a certain in this and this, unaona? So if you want to try, then well and good, unaona? But kuna ule unakuja kwa nyumba asubuhi unapata your whole closet is just nguo zote zimetolewa, watu mwenye alikuwa anakuja na moja hivi akikuletea. Your whole closet is like washed and everything. So amekuletea a new set of everything. It's so unrealistic. But pia there's this thing that inakwanga, okay, like for example, like for me, if I'm going out with you, I prefer you to be better dressed than me. Unaona? And better dressed than me, most likely I'll tell you vaa hii na hii. Unaona? Especially kama najua hujui kuvaa. Unaona? Mimi naweza toka nje na niende out na sweatpants. Unaona? Like of which is not supposed to be that way. But naweza toka niende out na sweatpants, lakini wewe lazima uvae vizuri, unaona? Lakini pia ina depend pia na mfuko wako as well. You know? Because I can't expect you to start wearing probably like designer clothes and stuff like that, and you can't afford it. Unaona? Ama nikuja nikwambia, unaona sasa the beauty with this girl, yeye alikuwa anakuletea. Unaona? Mwingine nikwambia, mbona kuna nguo fulani? Give me money. Let me go get this for you. So every single day, wanna give me money nenda kununulia manguo. You know? That becomes so unrealistic, sure, you know, sure. It becomes so unrealistic. Yani inakuwa tu so unrealistic. Na hiyo imeshikana na something else I was talking about in terms of unrealistic expectations.
always expecting your partner to look good 24/7. To look good. Yeah, to look good. That is the expectation 24/7. It's so unrealistic. How? Kuna wakati, so for example. To look good? Yes. Or dress good. Okay. Like vaa vizuri, kumevaa. Wacha nisani example, ukue Kardashian 24/7. Kardashian, such makeup or what? Yeah, makeup, outfits, what evil. All the time. I'm like, it's so unrealistic. No, that is unrealistic. Kwa sababu, if I'm in the house, if I'm just chill, I want to be in my sweatpants, nimetoa makeup, tunafanana. Yeah, that is. Mimi na wewe. Nilikuwa sijakuelewa vizuri. Yani hapa sana nimekuelewa. It's like to look good in how. It's like kwa mfano anachokizungumza Tamara nimemuelewa katika muktadha huu kwamba it's like sio kila wakati labda awe na makeup na manini. Sio hivyo. Sasa it depends na mtu ambaye anakuona uko good upo katika style ipi. Mimi it's like nilikuwa nazungumzia usmart. Yani haitakiwi mpenzi wangu awe mchafu anymore. Yani haitakiwi. To look good ninachomaanisha hapa kwanza uwe smart. Yani it's like hata kama umevaa dela but iwe safi. Yeah. Hata kama umevaa kanga iwe safi. Hata kama umesema umevaa jeans iwe safi. Yani you are supposed to look good every time. Hivyo namaanisha katika hiyo style, that style. Okay. But sio makeup, so speaking of your fashion hiyo nataka kuiweka hapo. Sometimes una surprise unajua. Sometimes mpenzi wako anakusurprise, unajua unatoka hivi nimetoka safari, narudi pale nakutana mpenzi wangu amejipimp. Jamani, mbona kama mpya huyo? Ni yeye huyo. Kuna namna unakutana mwanamke is like